Kudiwa wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu Baba heshima zote, hakuna mwengine wa kulinganishwa na wewe uzima wetu uko mikononi mwako. Yako mikononi mwako na watoto wetu wako mikononi mwako na pumuzi yetu iko mikononi mwako. Upewe sifa tena kwa asubuhi ya leo. Wewe tu ukisema ndio, na ndio stop ya kila kitu. Hakuna mtu, hakuna mzimu, hakuna pepo, hakuna mchawi anayeweza kuongeza nukta kwenye wewe unaweka ndio. Ndio maana Bwana, wewe unastahili kuabudiwa. Wewe Baba wote, Mungu muweza mambo yote, mfalme wa wafalme, Baba wa uzima, pokea sifa, heshima. Kufika leo asubuhi ni neema ya kipekee, kwa hiyo tunamshangilia. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Uko mtu mwenye ngala hayasema hata amina. Tukisema Bwana apewe sifa, wewe unafunga kinywa. Wewe sema tu amina. Na ukakatana tu wengine watasema amina na tunaendelea. Tunasema Bwana Yesu apewe sifa. Acha karizme, tutaongeza tena, tutasema Bwana Yesu apewe sifa. Jinsi yaona naona nasema amen. Sitaacha. Kama pale ndio injili ya leo itaishia, wewe ishie pale. Watu na waseme amen. Kwenye tunasema Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ile amen iwe muujiza wako. Ile amen ifungue milango na njia. Amen ilete chakula kwako. Haleluya. Kuna watu wengi hawajaeleweka vitu ya Mungu. Watu wengi hawajaeleweka namna Mungu anatembeaka. Wanachungaka tu wasikie malugha na waoneshe vitu vingine. Lakini ungegundua Mungu anaweza kutenda namna gani. Hawezi nyamaza kusema amena. Kwenye watu wanasema Yesu asifiwe. Haleluya. Ninamshukuru Mungu
kwa matendo makubwa amefanya. Yashima Imana ku bintu yakoze. Kusimama mbele zenu hivi ni muujiza. Kuba ahagaze imbere yacu ni igitangaza. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuona ninasimama kwenye madhabahu hii. Ashima Imana kubona ahagaze ahera Imana. Na ninasema Mungu apate kubariki baraza hili. Pamoja na mchungaji ambao waliitika nisimame hapa. Hakuna siku mtaonaka mtu anasimama hapa na Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki kwa hii maono makubwa ambayo hawana ubaguzi. Kila aliye na karama inaweza kutumika ndani ya kanisa hili. Kama haitatumika kwa huduma ya uevangelista, itatumika kwa huduma ya kuimba. Kama haitatumika kwa huduma ya kuimba, wataitika kwa huduma ya kuomba. Mchungaji hapa na maono marefu sana. Wewe peke njoo uko unajilimite kuja kufanya kazi ya Mungu. Lakini ukifika hapa karama yako leo nayo itafanya kazi. Hakuna kitu kitakuzuia hapa. Nimekwisha kuiona. Na Mungu apate kuwabariki sana kwa Mungu. Amen. Sisi tuko na sauti ya mingi, hatuna woga hata hivyo tutakuwa tunaogopa wakati kanisa itakuwa kabambi, lakini tuko ameziri ya kutumika hivi atatu. Mungu apewe sifa. Hatutarudilia ile ambayo tulisema kwa juma yote mzima. Kama hauingiake kati ya juma, Mungu akutie nguvu. Jua ya kwamba Wakristo waliokomaa kula chakula ya kuenea kati ya juma. Kuna watu wengine unaweza muona ni mnene, mrefu, ana sura nzuri, lakini katika ulimwengu wa roho iko na bwaki spiritual. Na ndio maana uko nakutanisha watu wengi wako wanatembea huku na huko kwa sababu hakuwake na wakati ya kukula chakula kinaenea. Ninataka kuuliza kesho moja. Eske kuko mtu mwenye anaweza kula tu dimanche tu? Juma yote mzima inamalizika, wewe unaikala tu dimanche tu ndio unakula. Hata wangekuletea machakula zote za dunia, siku moja watakutanisha kuna nywele zingine zinaanza huko zenye haziko za kawaida. Bwana Yesu atusaidie sana. Vivyo hivyo kwa Mkristo aliyeokoka, kama anaweza kuwa anamaliza juma yote mzima hakusikia neno la Mungu, anapata karanse, anakuja leo dimanche, siku nyingine atakutanisha deja alishapata wageni wanaingia ndani yake, na ile semene yote mzima atajikutanisha nyumba yake imejaa wageni wenye hajui. Hata walimu wangefika dimanche hawataweza kufukuza wale wageni walitembelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mchungaji mwenye kuwa na Wakristo wenye wanafikaga dimanche, umushumba ufite abakristo baza kucyumweru gusa. Mungu amtie nguvu. Imani mushire mu imbaraga. Mungu amtie nguvu. Imani mushoboze. Sababu ile juma yote hawajui walifundishwa nini. Kubera kila cyumweru cyose ntabwo bazi ibyo babigishije. Akafika dimanche anafika tu sawa mgeni. Azaza kucyumweru akaza mu. Tunataka karibisha watu wa vile sawa wageni. Uji wakira abantu bena bakaza baje nk'abashitsi. Kama ungekuwa mtoto wa mnyumba mama anakuonaka tu dimanche. Niba ari umwana w'umunzu mama akakubona gusa kucyumweru nakaza hukora. Hajui kitu kinakupotezaka. Ikitumyo utaboneka. Na ukifika ile dimanche haufiaki na sadaka, mwambie mama nilikuwa napotea kule kwa Somalia, nilikuwa nafuna manguo baka niyo kipe juma mzima, lakini kwa hii juma angalia niliprofite njoo hii. Sio mama atashangilia msema mtoto alipotea kwa fasi ya mzima, lakini akifika tu anakuja unamuona dimanche huyu mtoto sijui ndamuelewa na mama atakuwa iko analia naye. Hari ibintu bitagenze neza. Imana itabare cyane. Ndio kama mimi nasema huko. Nagazi ni bari kubesha. Kama grand frère yako angepotea. Niba mukuru washobora kuzibira icyo unamuonaka tu ndio dimanche. Ubona gusa utaogopa. Nago waje. Siku nyingine utawaza labda kukonyane ndafu chama. Uzagira mwana araza azaza nibina utazi. Mungu atusaidie sana. Imana itabare cyane. Mungu atusaidie sana. Imana itabare. Najua kama hamtaitika ile lakini njoo kweli. Njoo kweli. Ntabwo twabyemera ariko kwa niko kuri ku Imana. Asante. Arakoze. Acha tuseme kitu kidogo hapa. Reka tuvuge ikintu gikeya hano. Sitarudi, saa zetu zinaenda. Amasaha yacu aragiye. Siwezi rudilia ile tuliongea
Chuma wote mzima ilikuwa ntabwo mrefu yagaruka sana. mbyo twigishijwe Lakini icyumweru acha cyose. niseme kwa niaba ya leo dimanche Reka avuge yenye Mungu aliweka ndani ya moyo Imana wangu. yashize ku mutima Ile ambayo aliniambia nitaongea. ibyo Imana yambwiye Lakini agomba juma yote kuvuga. mzima tulikuwa tukiongea juu ya uwepo wa Mungu. Icyumweru cyose Presence ya twavuze Mungu. ubushobozi bw'Imana. Upoteze vitu vingine lakini usikubali Ibintu upoteze byose presence uzemere ya Mungu. bigende ariko ukubaho kw'Imana nukwemererwa Kwenye masomo kugende. presence ya Mungu itakufalia. Mashuri ukubaho Kwenye kw'Imana makazi presence ya Mungu itakusaidia. N'umurimo naho ukubaho kw'Imana. Kifamilia presence ya Mungu itakusaidia. N'umuryango naho byose bizagufasha. Katika kila hali yote kwenye unakuwaka presence ya Mungu itakusaidia. Ahantu hose uzabura ubushobozi bw'Imana buzagufasha. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ahabwe icyubahiro. Acha nikwambie sasa leo tutafunga somo letu. Reka akwira umunsi turarangiza isomo ryacu. Tukiongea juu ya uwepo wa Mungu kufungua njia za juu. Tuvuze ubushobozi bw'Imana gukingura injira zo hejuru. Sema njia za juu. Vuga injira zo hejuru. Rudilia njia za juu. Injira zo hejuru. Watu wanaweza funga milango yote ya pembeni. Abantu bashobora kugara inzira zose zo kumpande. Lakini kama Mungu iko pembeni na karibu yako na ndani yako. Ariko Imana iri ku ruhande rwa yicaye muri wowe. Yeye hatafuata zile njia zenyewe walifunga. Wewe azakurikira zile nzira zose bagiye bafunga. Ana mamlaka ya kufungua njia zingine za juu. Afite gukingura n'izindi nzira zo hejuru. Ambazo adui yako hatakuwa alishakujua. Umwanzi wawe azaba ataramenya. Bwana Yesu atusaidie sana. Rudilia kusema njia za juu. Uvuge ngo inzira zo hejuru. Rudilia kusema njia za juu. Inzira zo hejuru. Vile uko naitika njia za juu, Mungu yuko anazifungula. Inzira zo hejuru. Vile watu wako wanaangalia kwenye vibambazi wanasema anapitaka hapa. Kesho wataamka wanakutana vyenye Mungu alifanya haiko vile vyenye walipanga pale kwenye walipangia. Alifungua njia zingine za juu. Zenye adui atakuwa bado hajagundua. Rudilia kusema njia za juu. Tutasoma andiko letu. Reka dusome ijambo ryacu kwenye kitabu cha Marko. Mu gitabu cya Marko sura 2 umurongo wa 2 mstari wa kwanza. Marko 2 umurongo wa 1. Marko sura ya 2. Marko 2. Marko sura ya 2 mstari wa kwanza. Tutasoma kirefu kidogo, tutanyamaza tusikilize usemi juu mule musomi ndio kwenye kuko parole na ndio kwenye kunatokaka neema ya mchana. Mwalimu wetu naamini anajua kusoma, atasoma mbio. Marko sura ya 2 na mstari wa kwanza hadi 12. Karibu kwa usomi. Kwa jina la Yesu Kristo tunasoma. Amen. Marko sura ya 2 mlango wake wa kwanza hadi 12. Simama para kufanya marejevu. Ile nasema hivi. Ndio. Baada ya siku kadhaa Yesu alirudi Kapernaum. Ndio. Watu wakasikia kwamba amerudi nyumbani. Ndio. Hivyo watu wengi wakakusanyika kiasi kwamba hapakubaki nafasi yoyote hata mlangoni. Ndio. Naye akawahubiria neno. Naye akawahubiria neno. Ndipo baadhi ya watu wakaja wakamletea Yesu mtu aliyepooza. Ndio. Akiwa amebebwa na watu 4. Watu wakamletea mtu asiyetembea lakini alikuwa anasaidiwa na kuletwa na watu 4. Kwa kuwa walikuwa hawawezi kumfikisha kwa Yesu kwa ajili ya umati wa watu. Wakashindwa kumfikisha presence ya Mungu kwa ajili ya umati wa watu. Watu walikuwa wengi. Walitoboa tundu kwenye wakafanya njama zote, wakatoboa tundu kwenye dale, kwenye pa mahali pale alipokuwa Yesu. Wakatobola pale kwenye Yesu alikuwa ndani ya nyumba. Wakamshusha yule aliyepooza kwa kitanda wakamshusha yule aliyekuwa akipooza kwenye kitanda alichokuwa amelalia. Ndio. Yesu alipoiona imani ya wale wenye kumleta, alimwambia yule, akaambia ule mwenye kupooza, ndio, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Akaanzia kwenye dhambi akasema, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Basi baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi huko wakawaza mioyoni mwao. Wasomi na watu wenye kujua masheria na watu wengine wa teologi na watu wengine wakubwa wakaanza kununa ndani ya mioyo yao. Kwa nini mtu huyu amesema hivi? Ndio. Huyu anakufuru. Kwa nini Yesu anasema anamsamehe dhambi
mbona anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu? Nani mwingine anaweza kusamehe dhambi? Eske huyu kiana atasamehe dhambi isipokuwa Mungu tu ndiye anaweza kusamehe dhambi? Mara moja Yesu akatambua mioyo. Yesu anayejua siri za mioyo akagundua ile ambayo watu wako wananuna ndani ya moyo. Walichokuwa wanasema mioyoni mwao. Ndio. Naye akawaambia, kwa nini mnawaza hivyo mioyoni? Nini mko mnawaza hii ndani ya mioyo yenu? Je, ni lipi lililo rahisi zaidi? Ni kitu gani kilicho kia rahisi, kilicho fasile? Kumwambia huyu aliyepooza umesamehewa dhambi zako? Eske ni kumwambia huyu mtu aliyepooza umesamehewa dhambi zako? Au inua uchukue mkeka wako uende? Au kamata kitanda ulicho nacho na ni mlemavu atembe yake uende? Lakini ili mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu. Hapa mimi nataka kuwatosha mkonfusion, mpashe kujua ya kwamba mwana wa Adamu ana mamlaka duniani. Yesu mwenye iko na mamlaka yote katika duniani na mbinguni. Yesu akamwambia yule aliyepooza, nakwambia inuka, chukua mkeka wako uende nyumbani kwako. Ndio. 12. Yule mtu aliyekuwa amepooza akasimama. Ndio. Akachukua mkeka wake akatembea machoni pao wote. Jambo hili likawashangaza wote, wakamtukuza Mungu wakisema, hatujapata kuona jambo kama na hili kamwe. Amen. Amen. Tunaweza ikala. Unajua kuna kitu kingine ambacho kinachoweza kusukuma Mungu atende mbio mbio. Mungu hapendake wakuwe sawa vile wanamdharau. Mungu hapendake wakuwe sawa vile wananuna juu ya kile Kenyana anakusudia kufanya. Hawa wenye walinuna ndio wenye walisukuma Yesu afanye muujiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwa ile hasira Yesu akasema, muri aho ngaho muishavu jitwike godoro lako na uende. Ufata uburiri bwawe ugende. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atabare cyane. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atabare cyane. Acha nikwambie ya kwamba reka kugire Mungu Imana anaitwa Mungu Baba. Imana yitwa Imana Dada. Sawa sawa na vile tulisoma jana. Uko ejo twasomye. Tulisema marefu. Twasomye birebire. Tukasema mengi. Tuvuga byinshi cyane. Na hiyo nubwo ilitusaidia sana kuelewa Mungu ni nani kwa maisha yetu. Imana ninde ku buzima bwacu. Acha niwaambie kwa kifupi. Reka tubwire mu ncamake ya kwamba yuko kitabu hiki ambacho tunasoma hapa, kile kitabu tumaza kusoma hano, ni kitabu ambacho kilichoandikwa na Marko. Ni kitabu cyanditswe na Marko. Na huyu Marko alikuwa anaonyesha Yesu sawa vile ni mtumishi wa watu ambaye aliyekuja kushuka kuwatumikia watu. Na tena Marko huyu aliandika kitabu hiki kwenye mwaka wa 55 hadi 68 nyuma ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Historia ya kitabu hiki kwa ufupi ilikuwa inaandikwa, kitabu hiki kiliandikwa Roma. Na kitabu hiki kilikuwa na kusudio, na kusudio lake lilikuwa linalenga kuonyesha watu juu ya utumishi wa Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lilikuwa linatengeneza njia ya mtumishi. Lilikuwa linatengeneza kazi ya mtumishi. Na lilikuwa linatengeneza ufufuko wa mtumishi. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtumishi huyo ni Yesu Kristo. Haleluya. 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 Nilipenda niwapatie tu kifupi ya historia ya kitabu hiki kabla tuingilie somo letu. Acha sasa turudie kwenye somo letu. Tunasoma kirefu hapa. Tunasoma namna gani Yesu alikuwa
kwenye safari za Injili. Neno linatuonyesha ya kwamba Yesu alikuwa akitoka Galilaya kwenda Kapernaumu. Na watafiti wa Injili wanasema Galilaya hadi Kapernaumu iko kilomita 12. Mwa ile safari Yesu alikuwa akifanya kwa ile 12 kilometre, alipofika Kapernaumu, watu wakajua ya kwamba Yesu anayeponya watu ameingia. Na Yesu alipoingia hakuingia nje, akaingia ndani ya nyumba moja. Alipoingia ndani ya nyumba, mjini yote mzima wakasensibilize watu. Acha nikwambie ya kwamba Yesu akiingia kwako watu watajua. Yesu kwa maisha yako watu hawatauliza tena, watajua. Maana kwenye Yesu anaingia kila kitu kinabadilika. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema Yesu ingia kwangu. Sema Yesu ingia kwangu. Maana presence ya Yesu itabadilisha kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu akaingia ndani ya nyumba. Watu waliokuwa kwenye mungini wakajua Yesu ameingia. Na mwa ile mungini mulikuwa kilema aliyekuwa na miaka ya kutosha. Neno linatuambia ya kwamba alikuwa alishachokesha. Watu wote walikuwa wamekwisha kumwabandone. Alituonyesha kama alikuwa na wazazi, lakini hakuna mtu mwenye anaweza kuwa hakukuwa na wazazi. Lakini wazazi nao walikuwa wamekwisha kuchoka. Acha nikwambie ya kwamba kuna kwenye mwanadamu anakuwaka na mipaka. Kuna kwenye upendo wa mtu huko na malimite. Mtu huyu alichokesha wale ambao walikuwa wakimchunga. Hii miaka mingi ya magonjwa, labda hatujui mtu wa kilema alikuwa anajiambia alikuwa anahitaji wamnawishe, wafule manguo, wakachoka, walijikaza mwaka moja, miaka mbili, lakini wakachoka. Na wakati walichoka, wote wakamwabandone. Acha nikwambie ya kwamba watu wanaweza kukuacha, lakini siku Yesu atafika atakuangazia nuru, atabadilisha kila kitu. Haleluya. Mtu huyu aliachwa, lakini mule mkartie ndio maandiko yanasema kulikuwa wa vijana wanne. Wakakumbuka ya kwamba Yesu yuko anafanya miujiza. Sijui kama huku mnaweza rejelea hiki kitu. Nilikuwa nasikia sababu liko mzito. Wakati walikumbuka kama Yesu yuko anafanya miujiza, wakaenda kutengeneza kipoyo. Wakasikilia huyu kilema huruma. Wakasikilia huyu kilema huruma. Ndio wakasema ya kwamba kama tunatengeneza kipoyo, tufikisha presence ya Yesu, huyu hatakuwa tena hivi alivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukuwe tunafisha kuchoka katika safari. Tusikilie huruma. Paulo wendo unamsema, Paulo useme ya kwamba analala njaa, kama ungali na jinsi ya kumsaidia naye kule. Tusikilie huruma, kwa sababu Mungu ni upendo. Anatuagiza tupendane, tushikane mkono. Mtu ni watu. Bila ulivyo kuna mtu anakutengeneza, kwa sababu hakuna siku wala ujua namna ya kutengeneza nguo. Lakini kama unavaa nguo, ina maana kuna mtu alikonservara wazo ya nguo, akaenda kuitengeneza. Ndio maana uko mzuri.
Hakuna mtu anaweza kuendelea bila Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Development yako, yule ndugu yako, inawezekana ni yule anayechukia, inawezekana ni yule anayeona sawa hapa, kesho anaweza kukufaa. Sasa kwenye shimo wewe haungetoka. Inawezekana yule masomo yanatendeka, kama nyasa tendeka nyumba ya inawezekana ule mwenye unaonea kutoshaka wakamuonea huruma. Wakati walimuonea huruma, wakasema tufanye nini? Huyu kijana alishateseka sana. Wakasema tuende tutengeneze kitu. Walipotengeneza kitu, wakamuweka kwenye kitu hicho, wakamnyangula. Tunyangulane wa ndugu. Bwana Yesu atusaidie. Wakaenda naye, wakaenda naye, wakafanya hatua, wakaenda naye, wakachua wakimfikisha mbele za Yesu, akapokea neema. Walikuwa na imani kwamba Yesu hawezi kushindwa, na walikuwa wakijua mambo makubwa Yesu alikukora. Lakini walipofika pale kwenye Yesu alikuwa akifanya miujiza, na umati wa watu wengi, ndani ya nyumba kumejaa, wakakutana na kizuizo. Bwana Yesu atusaidie. Vizuizo ni vingi sana. Unataka kuamuka kimaombi, unataka kuamuka kiupendo, unataka kuamuka kufanya vitu fulani kwa maisha, lakini unakutana na vizuizo. Acha nikwambie kama presence ya Mungu inafanya ishobora gukora ibintu byose bikorwa neza. Presence ya Mungu byose birashoboka. Sababu unaweza kutanana na kizuizo, ushobora guhura n'ikitu kiri imbere, ariko Imana izakuhishurira ibintu bishasha. Mungu atakupa mafunuo mapya. Yesu azakuhishurira ibintu bishasha. Akira ukindi kuhishurwa gushasha mu izina rya Yesu Kristo. Akira mu guhishurwa gushasha mu bitekerezo byawe. Akira mu guhishurwa kwa ibintu byose ukora gushakora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sema mafunuo mapya. Ukanga kuhishurwa gushasha. Sema mafunuo mapya. Kuhishurwa gushasha. Walipokutana na kibambazi ya gikuta cyari gihagaze aho imbere, wakapata mafunuo. Ngo Imana irabahishurira mafunuo walioyapata, wakasema tukirudia na huu mzigo, tunatoka na huyu kinamba ni mbali, tumaze gukura ikirudia yeye atageuka mzigo kwetu, azaba umutwaro kuri twebwe, atageuka sharji kwetu, umutwaro kuri twebwe. Wakapeana mafunuo mapya, ngo baherezanya ibitekerezo bishasha bose. Na hiyo mafunuo mapya nige ibitekerezo bishasha bahananye, wakasema tungetengeneza ngazi ya kupandia. Baravuga ngo twari gukora urwego rwo kuzamuka. Yesu yuko humu ndani, kugira kuko Yesu ari muri imana. Hii nyumba iko na plafond. Hii nzu ifite plafond ya hejuru. Tukiingia huku yulu, nitwijera hejuru, tutajua namna tutateremsha mgonjwa wetu na tuzamanura umurwayi wacu kugira ngo yakire umuntu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu adutabare cyane. Wakaanza kutengeneza esheli. Batangira gukora urwego. Walipomaliza kutengeneza esheli, wakapanda na mgonjwa juu. Bazamukana n'umurwayi wao. Walipofika juu, walikuwa wanawaza wakifika juu itakuwa vyepesi, mgonjwa wao ashuke kwenye Yesu iko. Lakini wakakutana na plafond, wakakutana na dale, na hizo dale ilikuwa mzito, kusudi mgonjwa ashuke akutana na neema ya uponyaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wakati mwingine unaweza kujaribu hii njia na ile njia inakataa. Unaweza enda kushoto, unaweza kuona wandugu, unaweza onana na marafiki na kila kitu kinakataa. Lakini acha nikwambie kwamba ungekuwa na mafunuo, kuna kitu
Wakaingia kwenye dari. Walipoingia kwenye dari, wakakutana na kizuizo kingine. Wakajiuliza tufanye nini? Walipojua ya kwamba kama wangetobola pale, atakuwa ametokea neema. Wakasema ya kwamba wangetobola pale. Mnajua namna gani dale inatengenezewa? Kusudi wakule dale, wanatumikisha maji, wanatumikisha sima, wanatumikisha magravie, wanatia na vyuma, wanasuka vyote, unaweza kutembea juu ya dale hivi, unawoga dale iko na itengeneza ni watekenisia walisomea kuisomea dale yenye na enea. Acha nikwambie, hata watu wangekule dale juu ya maisha yako, mbele ya Yesu Kristo dale inafunguka njia. Kuna watu wengine wamekwisha kutengeneza dale, ukipiga huku kibambazi iko, ukipiga mbele kibambazi iko, ukitaka kurudia nyuma kibambazi iko. Walisaka kuwaserikale na dale, lakini kwenye presence ya Mungu dale inaachiliaka njia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaanza kujiuliza tufanye nini? Wakagundua ya kwamba dale wanaibomolaka na marto. Na sio kila marto ndio yenyewe inaweza kubomola dale. Hawatakuja na hii marto ya kupiga msumari, asema wanataka kubomola dale. Utamaliza mwaka mzima na hautatobola katika. Lakini kuna dale zenye, kuna marto zenye kutengenezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Tugundue ya kwamba macho yetu tunayo ni magoti kwa kuomba Mungu. Kuna vitu vingine neema ya Mungu inasema ya kwamba hatuwezi toka isipokuwa kwa kufunga na kutesa. Na hiyo ndiyo marto tunayoitumia kwa ushindi wa kutobola dale zilizosimama kwa maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Wakaanza kubomola. Wakaanza kubomola. Labda wangebomola na wanabomola kwenye Yesu haiko. Yesu angekuwa iko hapa. Sawa, wanabomola wanaenda kubomola kwenye Yesu. Lakini neema ya Mungu inaletea mafunuo tena ingine. Na kubomola pale kwenye Yesu iko. Ili mmoja atakaposhuka asipate tena magumu na kuzuiliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuangalie namna walitobola. Walipomaliza kutobola, wakamshusha mgonjwa. Mgonjwa aliposhuka akapokea neema ya uponyaji. Na neno linatuambia ya kwamba alipokea neema ya uponyaji. Imani ya hao walikuwa wakibeba. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana niliwaambia ya kwamba wanaweza kufunga milango ya pembeni, wanaweza kufunga milango ya mbele, lakini acha nikwambie kwamba kuna njia ingine ambayo adui atafungua, na ni njia ya juu. Hiyo milango ya juu ni milango ya kutoka kwa Mungu, ni milango ya mafunuo. Na inaposhusha baraka, hakuna mtu anayeweza kuiharibia. Bwana Yesu atusaidie kupokea mafunuo ya njia za juu, tupate kibali ya njia za juu ambazo ni njia za Mungu peke yake, ambazo shetani hatagundua bado, ambazo adui hatagundua. Maana mtu anayefanya mambo wakati mwingine anaangalia huko, anaangalia huku, anaangalia mbele, anaangalia nyuma, amejua hakuna naye muona. Lakini kuna njia yenyewe mbele yake, ni njia za juu.
juu njia za Mungu peke yake. Mungu akisema anataka kukubariki, hakuna kitu kitazuia. Akisema anataka kufungua njia kwa maisha yako, hata wachawi wote wa Uganda na Kongo wafanye selection, hawatazuia neema ya Mungu kwa maisha yako. Akisema ndio, hakuna atakayesema hapana. Atatimiza lile ambalo alikusudia kwa maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini acha nikwambie, huyu mgonjwa alipokea neema. Wakati nilikuwa nikisoma, nikaona vitu vinne pale vilivyosaidia huyu mgonjwa apokee neema ya uponyaji. Na imani. Sema imani. Rudilia, sema imani. Walikuwa na imani. Kitu cha pili niliona, walikuwa na bidii. Sema bidii. Sema bidii. Walikuwa na juhudi. Kitu cha tatu niliona walikuwa na akili. Hawakupoteza akili. Walikuwa wakitumia hata akili. Kitu cha mwisho cha nne niliangalia, walikuwa na objective. Walikuwa na lengo. Watu wengi wanafanya project, hawafikie objective zao. Wanaitika wasubiliwa njiani na wachie pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuwe watu wa imani, tuwe watu wa bidii, tuwe watu wa objective, na akili zetu zisiwe za kupumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nasema Bwana Yesu atusaidie sana. Kama tunataka kutumika mambo ya kimungu au maproje zetu, tuamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Tuamini ya kwamba Mungu anaweza mambo yote. Lakini katika kuamini kwetu, akili zetu pia zitumike. Usione huyu mtu mwenye alikutisha jana kisha umletee machafu. Akili zako na hata na roho itumike. Hautakuwa tu kiroho. Akili zako lazima zitumike pia. Kilichotuma Samsoni anaanguka, alikuwa akitumika tu na kiroho, lakini akasahau ya kwamba adui naye anapanga njama. Niambie, mtu anamfunga mikono na miguu, anamwambia tuambie siri ya maisha yako. Anamaliza kusema siri ya maisha, wanamfunga mikono na miguu, na kisha wanaenda leta maadui. Maadui walipomzunguka wanamshitura. Sasa wakati wanamshitura, angali na zile nguvu, anawapiga, anawaua, wanamtishia mara 3 mara 4, na hakuna akili yenye ilizinduka ya kumwambia ya kwamba hapa kuna njama mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata tungejazwa Roho wa Mungu, tutaishi kwa roho na akili pia, na akili zetu zisimame. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu asimamishe akili zetu. Yesu asimamishe akili zako vijana. Yesu asimamishe akili zako mama. Yesu asimamishe akili zako baba. Yesu asimamishe akili zetu wa Kristo. Haleluya. Sema akili. Sema akili. Sijui iko sawa, kuko wenye wanaanza kusinzia. Lakini sema akili. Na nyuma ya akili tunasema kuko bidii. Kuna kitu kinaweza shindikana hapa, lakini kumbe hapa nyuma ndio kwenye kunakaa neema ya Mungu. Na pale kwenye kunakaa neema ya Mungu, ungeiongeza tena juhudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusiwe Wakristo wa kifafa, tusiwe Wakristo wa kuomba lenditu, tusiwe Wakristo wa kuomba mazitu, tusiwe
mashamba zetu. No mirima yacu tukure turi abakristo. No kwishuri tukure turi abakristo. Twamirire Kristo yiteye twebwe. Kuko ni sisi yacu. Yesu adutabare cyane. Watu wengi ni Wakristo tu mu presence ya Mungu. Abantu benshi ni abakristo bari mu bintu by'Imana. Ni abakristo ku cyumweru gusa. Tunaona kule nje. Ariko iyo babanye bari hanze y'urusengero ukagenda ukibaza bamwe anaweza kusema kwa lugha hapa. Ashobora kuvugishwa hano mu rusengero. Kutanana naye kule nje. Ariko nuhura hariya hanze uzibaza uyifata umutwe. Uriya muntu ni wawe anasimama hapa na ashobora guhagarara hano akaturirimbira neza. Akaturirimbira Imana yifuza akagenda ari kwizindira akagenda umusanga hariya kwikora ugasanga batangiye kumukorakora umubiri we ukibaza ngo na wa wundi waturirimbiraga hano imbere Imana ni nziza bikagenda bikagucanga mu mutwe. Ariko n'umukristo wo kujya mu ijuru tugomba guhagarara neza dusobanukirwe tube abakristo hano duhagaze mu rugo tube abakristo kwenye presence ya watumishi Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu adutabare cyane. Bidii ya kazi ya Mungu. Umwete w'umurimo w'Imana. Uko wapi kwa bidii ya kazi? Uri hehe mu mwete w'umurimo w'Imana? Uko wapi kwa juhudi? Uri hehe mu mwete w'umurimo w'Imana? Uko wapi kwa objectif yenyewe? Uri hehe mu ntego yawe? Ndio kuleta ndani ya kanisa. Intego ya kuzanya mu rusengero. Lile lenye lilikuleta ndio uko nafanya. Intego ya kuzanya mu rusengero ni turi gukora. Unaheshimu neno sawa sawa na neno la Mungu. Kubahiriza ijambo. Acha niwaambie kwamba mchana wa leo Mungu alipenda kusisimua dhamiri yetu. Imana yashatse kugira ngo kwamba hakuna lisilowezekana kwake. Imana ratubwiye ngo nta kintu kidashoboka ku Mana. Na kila kitu kiwe kwa usawa. Ariko tugenda buri kintu cyose kimeze